Na leo ni siku nyingine ambayo tutajifunza sheria nyingine maalum ya kufasiri maandiko matakatifu. Na siku ya leo tutajifunza namna ambavyo tunaweza kufanya ufasiri wa ishara. Ishara ni nini? Ishara ni neno au ni vilai vya maneno ambavyo kazi yake ni kuwakilisha kitu fulani. Katika maandiko matakatifu maneno haya yametumika kuwakilisha mtu au kumwakilisha Mungu au kuwakilisha jambo fulani. Kwa hiyo ukitazama vizuri katika maandiko matakatifu tunasema mara nyingi vilai hivi au maneno haya yanawakilisha kitu ambacho kina maana fulani kiroho. Mfano, tunapozungumzia maji katika neno la Mungu au tunapozungumzia maji ya uzima au maji katika neno la Mungu, huwa mara nyingi tunamzungumzia Roho Mtakatifu. Unaona, katika maandiko Yesu amezungumziwa kama mwanakondoo wa Mungu, amezungumziwa kama simba, si ndio? Yesu huyo amezungumziwa kama shina au chipukizi. Kwa hiyo ni maneno ambayo yanamwakilisha Yesu badala ya kusema Yesu moja kwa moja. Kwa hiyo ni maneno ambayo hayaelezi moja kwa moja, lakini yanaeleza kwa lugha ambayo ni ya picha. Wengine wanasema ishara ni lugha ya picha. Kwa maana nyingine yanajaribu kuwakilisha kitu fulani au jambo fulani. Kwa hiyo tunaona pia shetani amezungumziwa kama joka au joka wa zamani, lakini pia tunapaswa kuwa makini tunapofanya hizi tafsiri za ishara au lugha ya picha, kwa sababu wakati mwingine neno mfano kama simba, simba kuna wakati katika waraka wa kwanza wa Petro mlango wa ule sijui wa 5 mstari wa 8 inazungumza kuhusu simba kama shetani, simba ungurumaye. Unaona, lakini kwenye Ufunuo kule tena unamkuta tena Yesu anazungumziwa kama simba wa kabila la Yuda. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kutofautisha, kwa sababu sio kila wakati neno hilo litamaanisha hivyo, lakini unatakiwa kuelewa kila ishara ambayo inazungumziwa. Mfano kanisa, bibi harusi. Kwa hiyo ni muhimu, au kanisa mwili, si ndio? Mwili wa Kristo. Kwa hiyo ni muhimu sana kufuatilia maneno hayo, yanaweza kusaidia unaposoma neno la Mungu kuweza kuelewa inamaanisha nini. Kwa hiyo ziko viwakilishi au lugha za picha nyingi ambazo zimezungumziwa, ambazo ni muhimu kuweza kuendelea kuzielewa kama ni lugha ambazo zimetumika kama ishara tu au lugha za picha ambazo zinaweza kusaidia. Bila shaka sasa unaposoma neno la Mungu utakuwa mchunguzi mzuri sana wa kuangalia hizi lugha za picha au ishara, jinsi zinavyomaanisha na jinsi zinavyoelekeza kuhusu au kuwakilisha jambo fulani. Kwa hiyo karibu tena katika mfululizo wetu, tena katika kipindi kingine ambacho kitaendelea katika mwezi ujao. Usikose kuendelea kufuatilia sisi kama 100 Fold Publishing katika kurasa zetu za Facebook, YouTube, Instagram pamoja na TikTok. Mungu akubariki. Amen.